Kitabu cha Mathayo ni moja ya taarifa za kwanza rasmi kumhusu Yesu wa Nazareti. Ingawa kitabu chenyewe hakionyeshi mwandishi wake moja kwa moja, mapokeo ya zamani yanaweza kuaminiwa yakikihusisha na Mathayo mtoza ushuru, mmoja wa mitume 12 ambao Yesu aliwachagua, ambaye pia anaonekana ndani ya kitabu chenyewe cha Mathayo, hasa sura ile ya 9 pamoja na sura ya 10 mstari wa 3. Kwa takriban miaka 30 mpaka 40 baada ya kifo cha Yesu, mitume walifundisha kwa mdomo na kuwasimulia wengine mambo waliyoyaona kwa macho yao kuhusu Yesu pamoja na mafundisho yake ambayo walikuwa wameyafurahi moyoni mwao. Mathayo alikusanya na kupanga mambo hayo yote kwa pamoja na kuyaunda kama picha kubwa yenye mpangilio mzuri ili kuonyesha mada muhimu kuhusu Yesu. Mathayo alitaka kuonyesha kwamba Yesu ni mwendelezo wa utimilifu wa hadithi yote ya Biblia kuhusu Mungu wa Israeli. Hivyo anasisitiza kwamba Yesu ni Masihi kutoka katika ukoo wa Daudi, lakini pia Yesu ni mwalimu mpya mwenye mamlaka kama Musa, na pia Yesu ni Mungu pamoja nasi, au kwa Kiebrania Immanueli. Kitabu cha Mathayo kimepangwa kwa utangulizi na hitimisho vinavyofuatana kama fremu inayozunguka sehemu 5 zilizo katikati yake. Kila sehemu kati ya hizo inaisha kwa sehemu ndefu ya mafundisho ya Yesu Kristo. Wazo kuu la kitabu cha Mathayo ni kwamba maneno ya mwisho ya Yesu kwa wanafunzi wake ni kwamba nitakuwa pamoja nanyi. Uwepo binafsi wa Yesu utakuwa pamoja na wanafunzi wake ama wafuasi wake mpaka siku atakaporudi tena kuunganisha mbingu na dunia na kuanzisha kikamilifu ufalme wa Mungu. Kitabu cha Mathayo kimegawanyika katika sura tofauti tofauti, na kila sura ikiwa na mpangilio wa mambo ambayo imejikita kuyaeleza ama kusimulia habari yake kwa kina. Kwa mfano, katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 1 mpaka ya 8, Yesu kama Masihi na Immanueli ama Mungu pamoja nasi. Katika sura ya 1 mpaka ya 3 inaanza kwa kuunganisha hadithi ya Yesu moja kwa moja na maandiko ya Agano la Kale. Mathayo anaanza na nasaba ya Yesu inayomwonyesha kama mwana wa Daudi aliyeahidiwa, pia ni mwana wa Ibrahimu ambaye ataleta baraka za Mungu kwa mataifa yote. Baada ya hapo tunasoma hadithi maarufu ya kuzaliwa kwa Yesu na jinsi ilivyotimiza ahadi za unabii wa Agano la Kale kuhusu jinsi mataifa yatakuja kumheshimu Masihi aliyezaliwa Bethlehemu. Zaidi ya hayo, mimba ya Yesu ilitokana na Roho Mtakatifu na aliitwa Immanueli. Hili linaonyesha kwamba Yesu si mwanadamu wa kawaida tu. Yeye ni Mungu pamoja nasi, Mungu wa Israeli aliyedhihirisha katika umbo la mwanadamu. Hapa mara moja tunaona mada mbili muhimu za Mathayo katika utangulizi. Yesu ni Masihi na Mungu pamoja nasi, lakini Mathayo pia anataka kuonyesha kwamba Yesu ni kama Musa mpya. Kama vile Musa, Yesu alitoka Misri, alipita katika maji ya ubatizo, aliingia jangwani kwa siku 40, alipanda mlima kutoa mafundisho mapya mengi yakihusu Torati. Mathayo anadai kwamba Yesu ndiye mtu aliyeahidiwa ambaye ni mkuu kuliko Musa, atakawakomboa Israeli kutoka utumwani, atawapa mafundisho mapya ya Mungu, atawaokoa kutoka katika dhambi zao na kuanzisha agano jipya katika Mungu na watu wake. Hii pia inaeleza kwa nini Mathayo alipanga kitabu hiki kwa sehemu 5 kuu zinazosisitiza mafundisho ya Yesu. Alifanya ulinganifu wa vitabu 5 vya Musa, akimwonyesha Yesu kama mwalimu mpya mwenye mamlaka ya Israeli ambaye atatimiza hadithi na Torati. Katika kitabu cha Mathayo kuanzia sura ya 4 mpaka ya 7 imejikita hasa na swala zima la ujio wa ufalme wa Mungu na mahubiri ya mlimani. Katika sehemu kuu ya kwanza kabisa, sura ya 4 mpaka 7, Yesu anaonekana akitangaza kwamba ufalme wa Mungu umefika. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu ufalme ndiyo mada kuu ya mafundisho ya Yesu.
Kwa ufupi, ufalme wa Mungu ni mpango wa Mungu wa kuokoa ulimwengu wake, na yote yanafanyika kupitia mfalme Yesu Kristo. Amekuja kupambana na uovu, hasa uovu wa kiroho na matokeo yake kama vile mapepo, magonjwa na kifo. Yuko hapa kurudisha utawala wa Mungu duniani kwa kuunda familia mpya ya watu watakaoishi chini ya utawala wake. Baada ya Yesu kuanza kuponya watu na kuanzisha harakati ya wafuasi, anawapeleka wafuasi wake mlimani na kutoa mafundisho yake ya kwanza marefu yanayojulikana kama mahubiri ya mlimani. Hapa Yesu anaeleza jinsi inavyokuwa kumfuata na kuishi katika ufalme wa Mungu. Ni ufalme ambao uliogeuzwa kabisa, ambao hakuna watu wenye nafasi maalum, maskini, watu wa kawaida, matajiri, watu wa dini, wote wanaalikwa kuacha njia zao na kumfuata Yesu ili kuingia katika familia yake mpya. Yesu anaweka wazi kwamba hakuja kuondoa amri za Torati, bali kuzitimiza kupitia mafundisho yake ambayo hubadilisha mioyo ya watu wake ili wapende Mungu kweli na pia wawapende jirani zao hata maadui zao. Katika kitabu hicho cha Mathayo kuanzia sura ya 8 mpaka ya 10 imejikita zaidi na swala zima la nguvu ya ufalme na mwaliko wa wafuasi. Baada ya kumaliza mafundisho yake makubwa kuhusu ufalme, sehemu inayofuata inaonyesha Yesu akileta ufalme huo katika maisha ya kila siku ya watu. Mathayo amepanga hadithi 9 ambapo Yesu anaonyesha nguvu ya ukombozi wa ufalme wa Mungu katika maisha ya watu wa kawaida. Kuna makundi matatu ya hadithi tatu, zote zikihusu watu wagonjwa, waliovunjika moyo au walioko katika hatari. Yesu anawaponya na kuwaokoa kwa matendo ya nguvu. Katikati ya hadithi hizo pia kuna hadithi 2 zinazofanana kuhusu mwaliko mkali wa Yesu wa kumfuata. Wapendwa, Yesu ameweka wazi kabisa kwamba ili kuingia katika ufalme wa Mungu ni kumfuata yeye na kuwa mwanafunzi wake, ndiyo njia peke yake. Katika sura ya 10 tunapata sehemu ya pili kubwa ya mafundisho ya Yesu katika kitabu cha Mathayo, ambapo Yesu anatuma wanafunzi 12. Anawafundisha jinsi ya kutangaza ufalme wa Mungu na pia nini watakachokutana nacho mbele ya safari yao. Ingawa watu wengi katika Israeli watakubali ufalme wa Yesu, viongozi wa Israeli wana mengi ya kupoteza ikiwa watatubu. Hivyo kuna uwezekano mkubwa watakataa na kuwatesa Yesu pamoja na wanafunzi wake. Kwa hiyo wafuasi wake wanapaswa kuwa tayari kwa jambo hilo. Katika kitabu hicho cha Mathayo sura ya 11 mpaka 13 imejikita zaidi na mwitikio tofauti kwa Yesu. Hii inatupeleka katika sura hizo chache ambapo Mathayo amekusanya hadithi kadhaa kuhusu jinsi watu watakavyoitikia Yesu na ujumbe wake. Mwitikio ni wa aina mbalimbali. Wengine wanaitikia vizuri, wengine wanampenda Yesu na wanamtambua kama Masihi. Wengine wako katikati, hawana uhakika wa kumfikiria Yesu, wao wamfikirie vipi. Yohana Mbatizaji pia anaonekana kuwa katika kundi hili, wakati anaonyesha wazi kwamba Yesu hakuwa kama alivyotarajia. Lakini viongozi wa Israeli wanaitikia vibaya zaidi. Mafarisayo na walimu wa sheria wanamkataa Yesu kabisa na kumpinga. Wanadhani yeye ni mwalimu wa uongo anayewapotosha watu wao, na wanamshutumu kwa kufuru kwa sababu ya madai yake makubwa ya mamlaka ya kimungu. Yesu hashangazwi na majibu haya tofauti. Kwa kweli, anawazungumzia moja kwa moja katika sehemu ya 3 ya mafundisho yake kuanzia sura ile ya 13. Hapa Mathayo amekusanya mifano mingi ya Yesu kuhusu ufalme wa Mungu. Mfano wa mkulima aliyepanda mbegu kwenye aina 4 za udongo, mbegu ya haradali, lulu ya thamani, lakini pia mfano wa hazina iliyofichwa. Wapendwa, mifano hii inaeleza hadithi tulizosoma. Watu wengine wanampokea Yesu kwa furaha, wengine wanamkataa, lakini ufalme wa Mungu utaendelea kuenea licha ya vikwazo hivyo. Tunapofika mwisho wa sura ya 13, tuko katikati ya hadithi ya Mathayo kuhusu Yesu na maswali muhimu tayari yameibuka.
Wapendwa, katika sura ya 14 mpaka 20 ambayo ni sehemu kuu inayofuata ya kitabu, Mathayo anaeleza mitazamo tofauti ya watu kuhusu maana ya Yesu kuwa Masihi. Yesu anaendelea kuponya wagonjwa na mara 2 anatoa chakula kwa miujiza kwa makundi makubwa ya watu jangwani. Kundi moja lilikuwa la Wayahudi, soma sura ile ya 14, na lingine la watu wasio Wayahudi, soma sura ile ya 15. Ishara hii inafanana sana na kile Musa alichokifanya kwa Waisraeli jangwani katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 16. Kwa sababu hiyo, watu wengi wanaanza kufurahia sana kuhusu Yesu na wanafikiri kwamba yeye ndiye nabii mkuu na Masihi. Lakini hapa viongozi wa dini, hasa Waisraeli, Mafarisayo na Masadukayo, hawashawishiki hata kidogo. Mtazamo wao kuhusu swala zima la Masihi ni nani ulijengwa juu ya maandiko yaliyoandikwa katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 2 pamoja na kitabu cha Danieli sura ile ya 2, ambayo yanaeleza Masihi mshindi ambaye ataikomboa Israeli na kuwashinda watawala wa mataifa. Kwa mtazamo wao, Yesu ni mwalimu wa uongo anayefanya madai ya kufuru kuhusu kuwa yeye mwenyewe ama kujifananisha na Mungu. Kwa hiyo wanaongeza upinzani wao na wanaanza kupanga mpango wa kumuua. Katika sura ile ya 16 mpaka ya 17, Yesu anaondoka na kuwafundisha wanafunzi wake wa karibu maana halisi ya yeye kuwa Masihi wa Israeli, kwa sababu si kama walivyotarajia. Yesu alianza kwa kuuliza swali wanafunzi wake, akasema, ninyi mnasema mimi ni nani? Petro anatoa jibu sahihi kwamba wewe ndiwe Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini baadaye inakuwa wazi kwamba Petro anafikiri kuhusu mfalme atakayetawala kwa ushindi kupitia nguvu za kijeshi. Yesu anamkemea Petro na kusema kwamba ndiyo, atakuwa mfalme, lakini kwa njia tofauti. Yesu anaanza kuwafundisha kuhusu mambo yaliyozungumzwa na nabii Isaya aliyesema kwamba mfalme Masihi atateseka na kufa kwa ajili ya dhambi za watu wake. Yesu alikuwa akijionyesha kama mfalme Masihi ambaye anatawala kuwa mtumishi na kwa kutoa maisha yake kwa ajili ya Israeli na mataifa. Petro na wanafunzi wengine hawakuelewa vizuri jambo hili, hivyo Yesu anaendelea katika sehemu ya 4 kubwa ya mafundisho katika sura ya 18, yaliyofuatiwa na mafundisho mengine katika sura ya 19 pamoja na ile ya 20. Mafundisho haya yote yanaeleza jinsi ufalme wa Masihi wa Yesu ulivyo tofauti kabisa na mfumo wa kawaida wa dunia. Katika jamii ya mfalme mtumishi, Yesu hupatikana kwa kuwahudumia wengine. Badala ya kulipiza kisasi, unasamehe na kufanya mema hata kwa maadui. Utajiri wa kweli hupatikana kwa kutoa kwa wengine. Ili kumfuata Masihi, mtu ni lazima awe mtumishi, awatumikie wengine. Katika sehemu inayofuata kuanzia sura ya 21 mpaka ya 25, tunaona falme 2 zikigongana: ufalme wa kwake Yesu Kristo na ule wa viongozi wa taifa la Israeli. Yesu anakuja Yerusalemu kwa sikukuu ya Pasaka akipanda punda, huku makundi ya watu akimpokea kama Masihi. Mara moja Yesu anaingia katika ua la hekalu na kusababisha msukosuko uliosababisha kupinduliwa kwa sadaka na kuvurugika kwa biashara za siku hiyo. Matendo yake yanaongea zaidi kuliko maneno. Kama mfalme wa Israeli, Yesu alikuwa anaonyesha mamlaka yake ya kifalme juu ya hekalu, mahali ambapo Mungu na Israeli walikutana. Kwa mtazamo wa Yesu, hekalu lilikuwa limeharibiwa na unafiki wa viongozi wa Israeli. Hivyo Yesu alipinga mamlaka hayo. Viongozi wanachukizwa sana hapa, na katika sura ya 22 wanajaribu kumtega Yesu na kumwaibisha mbele ya watu katika mijadala ya hadharani, lakini wanashindwa. Kwa sababu hiyo wanaamua kwamba lazima auawe. Kwa kujibu hilo, Yesu anatoa sehemu yake ya mwisho ya mafundisho, sura ile 23 mpaka 25, kwamba anatoa ukosoaji mkali dhidi ya Mafarisayo na unafiki wao katika dini. Kisha analilia Yerusalemu kwa sababu ya kukataa ufalme wa Mungu.
Baadaye Yesu anaondoka pamoja na wanafunzi wake na kuanza kuwaelezea mambo yatakayotokea. Viongozi wa taifa la Israeli kuwa watamuua, lakini kwa kufanya hivyo watakuwa wanasababisha maangamizi yao wenyewe. Badala ya kukubali njia ya ufalme wa amani wa kwake Yesu Kristo, watachagua njia ya uasi dhidi ya Roma. Kwa sababu hiyo, mji na hekalu vitaharibiwa. Lakini Yesu anasema kwamba huo si mwisho wa hadithi. Baada ya kifo chake, ataonekana kuwa mwenye haki kwa kufufuka kwake, na siku moja atarudi kuanzisha ufalme wake juu ya mataifa yote. Wakati huo huo, wanafunzi wanapaswa kuwa macho na waendelee kutangaza ufalme wa Yesu na kueneza habari njema kuhusu yeye. Sasa baada ya hayo yote, hadithi yake inafika kilele chake katika sura 26 mpaka 28. Usiku huo Yesu anawaweka wanafunzi wake kando ili kusherehekea chakula cha Pasaka, ambacho kinachokumbusha zaidi hadithi ya jinsi Israeli walivyookolewa kutoka utumwani na kifo cha mwanakondoo wa Pasaka. Yesu anatumia mkate na divai kutoa kwenye chakula hicho kama alama mpya, akionyesha kwamba kifo chake kinachokuja kinakuwa sadaka itakayowaokoa watu kutoka utumwani, kutoa uovu pamoja na dhambi. Baada ya chakula, Yesu anakamatwa na kushtakiwa mbele ya Sanhedrini, baraza la viongozi la Wayahudi. Madai yake kwamba yeye ni Masihi hapa yanakataliwa. Anashtakiwa kwa kufuru dhidi ya Mungu na kupelekwa mbele ya gavana wa Kirumi aitwaye Pilato. Pilato anaona kwamba Yesu ana hatia, lakini anakubali shinikizo la watu na kumhukumu Yesu afe kwa kusulubiwa. Yesu anachukuliwa na askari wa Kirumi na kusulubiwa. Utagundua kwamba hapa, kama ilivyokuwa katika sura ya mwanzo, kuna marejeo mengi ya Agano la Kale. Mathayo anaonyesha kwamba kifo cha Yesu hakikuwa kushindwa kwake, bali ilikuwa ni utimilifu wa ajabu wa ahadi za Mungu na unabii wake. Yesu alikuja kama Masihi, mtumishi ambaye alikataliwa na watu wake mwenyewe, lakini baada ya hukumu yake, yeye mwenyewe alihukumiwa kwa niaba yao na kubeba matokeo ya dhambi zao. Baada ya kusulubiwa, mwili wa Yesu unawekwa kaburini. Lakini kitabu cha Mathayo kinaishia kwa tukio la kushangaza. Asubuhi ya Jumapili, wanafunzi wanagundua kwamba kaburi liko tupu. Kisha watu wengi wanaanza kumwona Yesu akiwa amefufuka kutoka kwa wafu. Kitabu kinamaliza kwa Yesu aliyefufuka kutoa mafundisho ya mwisho yanayojulikana kama agizo kuu. Sasa yeye ndiye mfalme wa kweli wa ulimwengu. Hiyo aliwatuma wanafunzi wake kwenda kwa mataifa yote na habari njema kwamba Yesu ni Bwana. Mtu yoyote anaweza kuingia katika ufalme wake kwa kubatizwa na kufuata mafundisho yake. Kama jina lake la mwanzo lilivyosema, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Maneno yake ya mwisho kwa wanafunzi wake ni kwamba nitakuwa pamoja nanyi. Ni ahadi ya uwepo binafsi wa kwake Yesu Kristo utakaokuwa pamoja na wafuasi wake mpaka siku atakaporudi kuunganisha mbingu na dunia katika ufalme wa Mungu.